Hi, this time is your teacher. I'm teacher Othman. Alright, today's lesson, this one is the verb to be. Tupo katika mwendelezo wa topiki ya verb to be. Hii topiki ina nyakati 4. Ina present, ina past, ina future, na ina present perfect tense, right? Present tense tiyali tushasoma, tuliangalia jinsi ya kusema nipo. That was the previous lesson, right? Tukaje tukaangalia negative yake, jinsi ya kusema sipo, right? Sipo, akipo, halipo. But today this one is in the past tense. Katika wakati uliopita tunakwenda kuangalia jinsi ya kusema nilikuwepo, alikuwepo, kilikuwepo, right? So kama unataka kujua jinsi ya kusema nilikuwepo kazini, alikuwa pamoja na watoto wake, alikuwa mjini. So kama unataka kujua jinsi ya kusema nilikuwepo, alikuwepo, let's dive in lesson. Verb to be, tendo la kuwepo in the past tense katika wakati uliopita. This one is a passive form, mfumo wa maelezo. Tutakuja kuangalia negative form, mfumo wa kukataa au wa kukanusha, right? This one is statement form, mfumo wa maelezo. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kusema nilikuwepo, alikuwepo, kilikuwepo, right? And this one is how to be the question. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kuuliza maswali. Je, nilikuwepo, je, alikuwepo, je, kilikuwepo, right? So kama unataka kujua jinsi ya kusema nilikuwepo, alikuwepo kazini, tulikuwa pamoja naye, alikuwepo peke yake, vilikuwepo vingi, vilikuwa pamoja na vingine, use this way. I, he, she and it we use with the word was. You, we and they we use with the word were. Then ili kukamilisha kuwepo kama kawaida huwa tunaweka mbele place, right? Tunaweka place. So we say I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were. This word is only were. Was, were. I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Right? Kama kawaida ili kamilike jinsi ya kusema alikuwepo, kilikuwepo, mbele tunaweka place, lakini kuna kanuni ya kutaja eneo. Place means sehemu. So tuna kanuni ya kutaja sehemu, miji, mikoa, mataifa au ndani. We start with the word in. Right? Maeneo yote tuna start with the word at. Maeneo yote we start with the word at. In Kenya, in Nairobi, at school, at home, at work, right? So we say I was at home, nilikuwa nyumbani. We were at home, they were at home. So hivyo ndivyo jinsi ya kusema alikuwepo, kilikuwepo, vilikuwepo. Lakini ili kukamilike jinsi ya kusema alikuwepo, kilikuwepo, mbele tunaweka place, lakini katika miji, mikoa, mataifa au ndani we start with that in, na eneo yote we start with that at, right? So now this one is how to be the question. So kama unataka kuuliza swali jinsi ya kusema je alikuwepo, je ulikuwepo, je walikuwepo katika kikao, je ulikuwepo pamoja nao, je walikuwepo, je alikuwepo kazini, use this way. I, he, she and it we start with the word was. You and they we start with the word were. Then we put here their place. We put here place, tunachukua place, tunaweka pale sehemu ili kukamilisha kuwepo. Kama hujaweka hiyo neno place, kama hujaweka sehemu pale mbele, inakuwa inatoka nje ya maana, pengine isilete hata maana. So kama kawaida kanuni ya kuweka ya kutaja maeneo, right? Miji, mikoa, mataifa we start with the word in, maeneo yote we start with the word at, right? So we say was I, were you, were we, was I, was he, was she, was it, were you, were we, were they. Kama kawaida pale mbele weka place, itakuwa inaleta maana ya kuuliza swali. Je ulikuwepo? Were you with your friends? Were they with their family? Right? Was it in your pocket? Right? So hivyo ndivyo jinsi ya kusema alikuwepo, kilikuwepo, tulikuwepo, lakini hakikisha mbele unaweka place. Mbele unaweka place. Hii mifumo inafanana. Mbele hapa ndio inatoa maana halisi, jinsi ya kusema inabadilisha maana hapo mbele. So katika kusema ilikuwepo hakikisha umeweka place. So now let's look examples. Number 1, I was on the bus to town. Nilikuwa kwenye basi kuelekea mjini. To means kuelekea. To ina maana kuelekea. I was on the bus to town. Nilikuwa kwenye basi kuelekea mjini. The question, were you on the bus at that time? Je ulikuwa kwenye basi muda ule, muda huo au muda ule? Yes, I was. Ndio, nilikuwa kwenye basi muda ule au muda huo. No, I was not. Hapana, sikuwepo kwenye bus, right? The responses in English always are in short. Majibu kwa Kiingereza siku zote yanakuwa kwa ufupi. Kama utaulizwa, were you with your family? Je, ulikuwa na familia yako? Was he
at home, je alikuwa nyumbani. Was it on the table, je kilikuwa juu ya meza, right? Majibu yake tunajibu kwa kwanza neno yes. I was, tutaishia katika was were. Yes I was. Were you at home? Yes I was. Ndio alikuwa nyumbani. Was it on the table? Yes it was. Were they with your family? Yes they were. Right? Kama no hapana tutaanza na no, tutaishi no, tutaongeza not. No I was not. Were you at home? Yes I was. No I was not. Were they with your family? Yes they were. No they were not. Kama unakataa unaongeza not, anza na no, utaongeza not mbele ya was or were, right? So now let's look more examples. Were you on the bus at that time? Yes I was. Ndiye nilikuwa kwenye basi muda ule. No I was not. Hapana sikuwa kwenye basi. Number 2. All students were in the exams room. Wanafunzi wote walikuwa katika chumba cha mtihani. In the exams room, chumba cha mtihani, right? The question, were they in the exams room? Je, walikuwa katika chumba cha mtihani? Yes, they were. Ndio walikuwa katika chumba cha mtihani? No, they were not. Hapana, hawakuwepo katika chumba cha mtihani. That's for today. This is how we say, this is how we write, and this is how we speak. So practice. You know how to speak and write. There are 3 types of practicing. The first one is writing down your sentences. The second one is speaking by yourself. The third one is finding people to speak to, right? Andika sentences zako binafsi, njia ni hii. Andika sentences zako binafsi za kutosha. Aina pia mazoezi ni kuzungumza wewe mwenyewe. Think in English, njia ni hiyo, right? Ya kuzungumza maswali na majibu yake. Think in English and don't translate in Swahili. Usitafsiri kwa Kiswahili. I use Swahili, natumia Kiswahili ili uweze kunielewa nini ninachokuelekeza. So don't use Swahili, think in English. Tumia Kiingereza, fikiri kwa Kiingereza. The last type of practicing is finding people to speak to. Aina tatu ya mazoezi ni kutafuta watu kuzungumza nao, tafuta watu kuzungumza nao. Huko na kule, kwenye simu, popote. Hakikisha una struggle kufanya mazoezi ya Kiingereza ili uweze kuwa vizuri. So that's for today. Tukutane katika next lesson. Next lesson will be negative form. Tutakuja kuangalia jinsi ya kukataa au kukanusha, jinsi ya kusema sikuwepo, hakuwepo, hakuwepo kazini, hakuwepo pamoja na sisi, hakikuwepo ndani, right? So don't miss that lesson. Thanks a lot for being with me.